Zamani sana tulikuwa na mtu mmoja ambaye alionekana mwaminifu sana kanisani. Hajaacha kuhudhuria mkesha hata mmoja. Alikuwa ni mwalimu, anakaa Msewe. Hajawahi kuacha, yani kwenye historia mimi tangu nimemjua hajawahi kuacha kuhudhuria mkesha hata mmoja. Hajawahi kuacha hata mmoja. Na ni mwaminifu kwenye kila tukio, iwe la usafi, iwe la nini. Yani ni mwaminifu kwenye kila jambo. Na nakumbuka siku moja ilikuwa harusi sasa ya mtumishi wa Mungu Konstantini Masalu. Konstantini Masalu ana watoto sasa wamemaliza olevo, wanasoma chuo. Watoto wale walikuwa hawajazaliwa. Tunafunga ndoa, huyo mama akasema basi mimi kipindi kile kanisa lilikuwa watu wachache. Sasa wacha nitawapikia chakula badala ya kufanya catering, nataka watu wote wale. Kwa hiyo kina Bihagaze wakiwa vijana pale wanasoma chuo mwaka wa kwanza, wakaenda kununua ng'ombe mnadani Pugu. Wakasema tunachinja. Wakatembea kwa mguu, wakamswaga ng'ombe kutoka mnadani Pugu, wakaeta na mchele hapa kilo za kutosha, wakachinja, wakamkabidhi yule mama ndiye apike. Na tulikuwa tunafanya harusi wakati ule Jumamosi. Akapika yule mama, akaandaa watu wakala. Kesho yake tunafanya, ilikuwa ni harusi zinafungwa Jumamosi. Kipindi kile kulikuwa na ukumbi pale unaitwa Silent Inn pale Sinza. Watu wote tukasema kwa sababu ni machinjo makubwa na ng'ombe amechinjwa, twende wote, hamna chakadi. After all sisi ni kanisa dogo la kawaida, lina watu 200 hivi, 250, twende wote. Wakaenda wote. Jumamosi tulikuwa tunafunga harusi Jumamosi. Ipo sababu kwa nini tulianza kufunga Jumapili. Wewe usiseme wanafungaga Jumapili, tulikutana na mambo ambayo wewe huyajui. Ndio maana ukiona watu wanafanya mambo waulize kwanza, kwa nini mnafanya mambo? Tukaenda kwenye harusi hiyo. Kufika kwenye harusi tukala. Kuja mimi nimekuja kesho kanisani, hamna mtu hata mmoja. Kwenye ibada ya Jumapili hamna mtu. Kasubiri saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, hamna mtu. Kuulizia watu wote wanaharisha. Watu wote wanaharisha. Wote, sio kwamba kuna mmoja labda mtoto awe mtoto, waliokuepo ni wale ambao hawakwenda tu kwenye harusi. Wote. Wazo haliwezi kutujia kwamba ni huyo mama. Haliwezi kutujia. Hatuwezi kujia ni kitu gani kimetokea. Mimi kipindi kile nikaanza kumtafuta Mungu. Nimekaa na Mungu kweli mwezi mzima, sitoki. Nisema Mungu nabaki hapa, sitoki. Na nikasema muda huu wote nitabaki nikae kanisani. Sitakwenda nyumbani. Nikawaambia wasaidizi wangu, nipeni maji tu mniwekee ofisini, alafu nyie ondokeni, mtakuwa mnanikuta kila Jumapili. Kwa mimi nikaendelea kukaa hapa mchana na usiku, asubuhi na jioni. Namuomba Mungu sana. Nilipokuwa naomba nikaamua kufunga siku 40. Siku 40 hizo sio kama zetu hizi. Unakunywa maji mchana na usiku. Hakuna chai, hakuna uji, hakuna juice, ni maji peke yake mchana na usiku. Nilipokuwa naomba ikatokea binti mmoja, mtu mmoja amechukuliwa Msukure. Anakaa mahala fulani. Sasa nilikuwa naomba, lakini usiku nakuja kwenye mkesha. Mkesha wenyewe una watu wachache. Sasa mimi kwa sababu watu wanajua hapo Ufufuo na Uzima mchungaji anawaombea waliokufa. Anawaombea waliokufa. Kwa hiyo mtu mmoja akabebwa, akaletwa ofisini kwangu, ambaye amechukuliwa Msukule. Kwa hiyo wanaendelea hapo nje na mkesha, mimi na kiofisi kidogo kiduchu, mimi naomba mle ndani. Kwa sababu watu, unajua watu wakijua wanaombewa wanapona wanafufuka, watu wanakuletea maiti. Kwa mimi niko mle ofisini naomba. Saa 2 usiku hapa nje mkesha unaendelea. Naomba namuita yule njoo. Niko kwa maombi yangu ya kufunga na kuomba. Ghafla yule mtu akaamka. Binti alipoamka, binti mkubwa na miaka kama 22. Alipoamka, akaamka lakini hazungumzi yeye. Naona cha ajabu sasa. Akaamka lakini anasema, baba naomba unisamehe sana. Wewe ni nani? Mimi samjua huyu binti anaitwa fulani. Akasema, mimi ni mama Mwapachu.
akataja jina la mama aliye kanisani ambaye ndiye anayepikaga chakula kile. Hasa mimi nashangaa experience gani nataka kuipata. Ninayemwombea huyu anaitwa fulani, ameamka sasa, amerudishwa. Ameamka, ananiomba, baba naomba unisamehe sana kwa mambo yote niliyowafanyia. Wewe unaitwa nani? Anataja jina la huyo mama. Nimuite jina Mwapachu kwa kusaidia nisimtaje jina lake. Mwapachu ni jina tu la kumuita, anaweza kumuita Mwanyoka au Mwandendeule au Mwanjejere. Anasema mimi ni mama Mwanyoka, niko hapo nje. Uko hapo nje. Huyu ambaye wewe ulikuwa unamrudisha, tumemchukua sisi. Tumemweka mahala fulani Msewe, kwenye uvungu wa nyumba ya mtu mmoja anaitwa Masawa. Akamtaja yule mtu kweli. Aliyemtaja alikuwa anafanya kazi chuo kikuu, huyo mwanaume. Sasa umetuzidi nguvu. Sasa badala ya tumwachie yeye aje, nimekuja mimi kukuomba kwamba utusamehe mno, tutakupa chochote unachotaka, usituaibishe. Unanielewa ndugu zangu? Hii sio hadithi au sio hekaya ya Abunwasi. Tukio. Huyu mtu ameamka. Sasa ameamka, si ni binti ana miaka 22 hivi. Nategemea niambie baba shikamoo au baba nimechoka. Anaamka mama. Lakini mwili ni huyo binti. Lakini anaongea ni yule mama. Nikamuuliza, wewe mama Mwanyoka, uko ndani ya mtu? Akasema mimi nimekuja kuingia humu ndani ili niongee na wewe. Wamemtuma wenzangu kwamba kwa sababu wewe unasali pale, kamuombe yule baba kaanguke miguuni pake. Nikamuuliza, unataka kuanguka miguuni pangu ili nisimrudishe huyu mtu au ili nifanyeje? Umetushinda kumrudisha, umrudishe, lakini nimekuja kuanguka miguuni pako. Usituseme, usituongee, usituumbue. Wakati anasema hivyo, huyo mama sasa aliyeingia ndani ya huyu binti, mimi siliko kwenye maombi, niko mwenyewe mle. Nikamwambia, kwanza wewe umeingia, mbona mwili wako haupo? Akasema, mwili wangu uko nje, uko kwenye mkesha. Mwili wangu mimi uko wapi? Ndiyo maana mimi nawaogopa sana kukuta mnakesha, alafu mwenzenu mwingine kakaa mahali afu kalala. Kumbe yeye hajalala, ameuweka mwili wake hapo, halafu yeye akatoka ndani anawashughulikia hapo mnapokesha. Ni afadhali kama unalala usije kwenye mkesha. Ndiyo maana unaitwa nini? Mkesha. Sasa huwezi kutushawishi umeacha kitanda nyumbani ili uje ulale hapa, na hapa huduma ya kulala haipo. Kwa hiyo wengi wanakuwa watumishi. Hebu sema watumishi. Watumishi wa Lucifer. Lucifer ana watumishi masatanist wadogo tu, mabinti wa miaka 16, 15, 20, 40, 50, lakini satanist. Mtanyoka safari hii. Hapo tulipo kanyaga accelerator, haiachiwi na Baraka wala haiachiwi na Grace, amekanyaga moja kwa moja. Tafuta, kuna wale ambao ni watumishi wa Lucifer wametekwa. Amezaliwa kwenye mazingira ambayo ya kishetani akatekwa. Au ulihudhuria conference fulani ukafundishwa mambo fulani ukujua kwamba unaingizwa kwenye ushetani ukatekwa. Na uko hapa. Wewe salenda. Njoo kabisa uniambie mimi, baba, mimi kwa kweli ni mfanyakazi wa ufalme mwingine, lakini si kwa kupenda. Nilitekwa. Ila tukikunasa hivi live, itakuwa sasa ni ile inaitwa nini? Punda afe mzigo ufike. Umenielewa Kwa hiyo mimi nawafahamu sana. Kwa hiyo nikamuuliza, mwili wako uko wapi?
Akasema mwili wangu uko kwenye mkesha. Nikamuuliza mwili wako uko kwenye, na mimi nikaanza kujifunza sasa, mwili wako kwenye mkesha, unaendelea kukesha au unafanya nini? Akaniambia wewe si unaelewa mambo yote. Anahisi na mimi si naelewa, lakini kiukweli na mimi sielewi. Akasema kulikuwa na tanki la maji lilikuwa hapo nje, wale wenyeji wa hapa, tanki ya maji, yani kisima cha maji. Akasema mwili wangu nimeulaza kwenye kile kisima cha maji nje, mimi nimeshatoka ndani. Kwa hiyo ukienda nje utaniona mimi, wale wanaokesha na mimi wanaamini nimelala kwenye tenki la maji, lakini nimechomoka nikaenda kufanya kikao na wachawi wenzangu, kufanya tathmini ya hali halisi ya kinachotaka kutokea hapo kwenu, kwa sababu naona kana kwamba dunia nzima au Tanzania nzima inaelekea kuumbuka. Tufanye utaratibu wa namna ya kuzima. Wamenichagua mimi kwa sababu nimezoeleka pale, nafahamika pale, najulikana pale. Nitafanya shughuli ya kuzima moto bila watu kujua kwamba nazima nini, nazima moto. Imeandikwa, na kuhani wa madhabahu atauwasha ule moto na atahakikisha asubuhi anaondoa majivu na kuchochea mwingine, na atahakikisha ule moto wa madhabahu umewaka usiku na mchana wala usizimike. Nasema tena, moto huu tuliouwasha unawaka usiku na mchana wala usizimike. Watazimika wao, tutawasha sisi. Wataanguka wao, sisi tutasimama. Na tulichokijenga tumekijenga, hakuna wa kuweza kukibomoa. Tulichokifunga tumekifunga, hakuna wa kuweza kukifungua. Wao wataanguka, sisi tutainuka. Wao watachechemea, sisi tutakimbia, na tutamuita jina Bwana wa majeshi. Haleluya! Umenisikia? Kwa hiyo mimi nikamwambia na kufungia ndani ya mwili huu. Akabaki amekaa kwenye kiti ndani ya ofisi. Mimi nikatoka ndani sasa, nikauangalia ule mwili wake aliyosema ameulaza kwenye kisima cha maji. Nataka unielewe, unaweza ukamwona mtu hivi kama unavyoniona mimi, ila sio yeye. Unaweza ukamwona mtu kabisa hivi, ila sio mimi. Si nimeona huyo mtu amefufuka. Sio tu mimi, mambo yote ninayokufundisha nimejifunza. Nina imani, nilishahama kwenye imani, kwa sababu taraja likianza kuonekana sio taraja tena. Tumaini likianza kuonekana sio tumaini tena, ni halisi. Mimi nilihama kwenye taraja na tumaini na imani ya kusema na si naamini. Nimeona kuna mambo nimeona. Nikatoka nje, nikamwacha yule amelala pale anaongea, nikamfunga. Kwa sababu gani? Nilipata maarifa kwamba nisipomfunga anaweza kuchomoka ndani, na ndio maana leo tutajifunza dhana ya kufunga na kufungua. Unanielewa eh? Tutajifunza leo an art of binding and loosing. Kwa nini tunafunga na kufungua? Tutajifunza leo. Lakini nakupa utambulisho tu huu. Unaweza kuhangaika na mtu kuja kwenye maombi anakuchenga chenga, wala usimlazimishe. Ana utumishi wake ambao kwa mazingira, kwa moto ulivyowaka, ni hatari. Umenielewa eh? Ni nini? Ni nini? Tulipokuwa pale Kawe, mimi sio nilikuwa nahubiri, natembea kutoka kwenye madhabahu mpaka mtu wa nyuma, ilikuwa mita 300. Natembea. Sasa macho yangu, mimi na experience, macho yangu yakaenda kwa mtu. Ni binti mmoja mrembo, nikamwangalia sio mtu. Nikamsogea, ni mtu, namuona kwa nje ni mtu. Nikamuuliza wewe, nikamnong'oneza kimekuleta nini hapa? Akaniambia samahani, nilikuwa nimekuja kazini, ila mazingira ya kazi yamekuwa magumu, lakini wanatulazimisha tuje, naomba uniruhusu niondoke. Nikamwambia simama uondoke. Akachukua mkoba wake akaondoka. Watu wakamwona amenong'onezwa na askofu, alafu baadaye anaondoka. Vimiguu vyake anafanya kuchu kuchu. Ni binadamu ambaye yeye bila shaka alipokuwa ama binti ama msichana, kuna sehemu ambazo watu huwa wanatekewa. Unaweza kukuta ameambiwa bwana, kuna kongamano la kujitambua. Kuna kongamano la kujitambua linaendeshwa pale Mlimani City.
au kuna kongamano la ujasiriamali, au kuna kongamano la science of self realization. Mnakwenda kule mnamkuta mtu mmoja anafuria, ndio mnaingizwa. Mnakuwa mnaingizwa bila kujua. Na kwa shetani ukitokomea huwa hakuna kurudi mpaka ukombolewe. Kwa shetani, narudia tena, kwa shetani ukitokomea kuingia kwake, akikuona unataka kurudi anakuua. Biblia inasema na walipoona kwamba meli tazama, wakaamua kuwaua wafungwa ili wasije wakatoroka. Kwa shetani ukiingia, once Satanist always Satanist. Nirudie tena, once a servant of the devil always a servant of the devil. Mara tu ukiwa mtumishi wa shetani, basi maisha yako yote ni mtumishi wa shetani. Ukitaka kutoka anakukamata. Ukipata hata wazo, kwa sababu sasa unashakuwa Satanist, wazo kwamba niende kwa baba nikamlilie. Ukipata tu ile wazo, unakabwa, unaumwa kichwa, unaugua, huwezi hata kwenda. Lakini ndani yako unaona kwamba natakiwa nikombolewe. Ukipata tu wazo, niende nikamwambie mtu ukweli, unabinywa mahali mpaka unazimia. Uruhusiwi mpaka itokee neema ya Mungu tu, kwamba imetokea mahali ama umekutana na mtumishi wa Mungu, au imetokea encounter, au Mungu amekutafuta ukombolewe. Usijaribu hata siku moja yale mambo yanayotamkwa na watu ya kisasa bila kujua asili yake ni nini, yanatoka wapi, mwanzo wake ni wapi. Kaa na Mungu. Neno la Mungu li hai tena lina nguvu, ni kali kuliko upanga wote ukatao kuwili, linachoma hata ugawa roho na nafsi na mafuta yaliyo ndani yake. Unanielewa Unanielewa Kwa hiyo anaweza kuwa ni mtu ni Satanist, anatoka nchi ya mbali, lakini ana lengo lake. Anaweza kuwa Satanist. Satanist ni mtu ambaye ameamua kumtumikia shetani. Sasa yule nikatoka ndani sasa. Kumbuka yule binti ambaye amefufuka yumo ndani ofisini amekaa, lakini anayeongea kwa mdomo ni mama mmoja ambaye anasali kanisani. Lakini mwili ni binti yule. Mimi nikatoka nje nikaenda kwenye kisima kilikuwa pale, nikamkuta yule mama amelala juu ya kisima. Sasa mimi ili nijifunze, nikawaita pale, walikuwa vijana kina Pastor Bihagaza, Askofu Bihagaza na wengine, mnyanyueni. Nyanyua hivi, hawezi kuamka. Ni kama yule mtu ambaye amelala usingizi mzito, nyanyua hivi, piga, hawezi kuamka. Mimi sinajua hayumo. Nyanyua, hawezi. Fanya hivi, hawezi. Yuko tu ni kama amefariki, lakini anapumua, lakini kama amefariki. Fanya hivi, nikisema mwagieni maji, mwagia maji, hamna kitu. Mimi nikajua imbombo ngafu amangana gasarikele mihayo midimu. Mimi nikamwacha pale kwenye kisima. Sikuambia hawa sasa kuna jambo linatokea. Nikarudi ofisini nikasema sasa nimeanza kuelewa. Sasa nimeanza kuelewa kwa nini Yesu ndani ni Kristo, nje ni binadamu. Kumbe unaweza ukamuona mtu ukamuoa au ukaolewa naye au ukaishi naye au ukafanya naye biashara, kumbe ni mwili ni mtu kabisa, lakini ndani sio. Na kwenye maisha yako muombe sana Mungu akuongoze. Kama ni mahusiano ya biashara au ya kazi, ufanye na mwanadamu mwenzako. Kila jambo likianza kwenda mlama, iko siku liloanza. Unaweza kujikuta umepata mpenzi ambaye si mtu, mfanyabiashara ambaye si mtu, ukaoa mke au ukaolewa na mume si mtu. Nilipotoka pale nje, nikatoka nje nikarudi ndani, nikamkuta anatetemeka, anapiga magoti, lakini anayepiga magoti ni yule binti, mwili ni wa yule binti. Baba, mimi mama Mwanyoka, tusamehe baba, nisamehe baba. Nikasema taja wenzako wamsee pale, yuko mtu mmoja anaitwa Masawa anafanya kazi chuo kikuu, namfahamu, na mwingine na fulani, na mwingine na fulani, na mwingine na fulani, mwingine na fulani. Huyu binti mlikuwa mnadanganya watu amekufa, mmemweka wapi? Tulikuwa tumeweka chini ya uvungu wa nyumba ya nani? Ya fulani. Mimi namuuliza yuko wapi sasa hivi? Na mimi ndio najifunza hivi watu, kumbe hivi mtu sio ganda hili. Akasema subiri kwanza nimlete, kwa sababu mimi nikitoka anakufa tena, mwili unakufa tena. Subiri kwanza mimi nimlete, niwaambie wamlete. Najiuliza atawaambiaje wamlete?
kwa sababu yumo humu ndani. Na muulizo utawaambiaje wamlete? Akasema si wewe unajua nikiongea humu mimi ndani, ulimwengu wa roho ni mmoja, kule msee wanasikia. Nikaelewa yale maneno hulituma neno, huwaponya na kuwaokoa na maangamizi yao yote. Unaelewa? Usije ukawaze unapokuwa naomba katika jina la Yesu nakuja kwenu, nawajia kwa jina la Bwana, nyie mnaonitesa nawajia. Ukisema neno nawajia kwenye ulimwengu wa roho, umenyofoka humu ndani, umekwenda moja kwa moja mpaka kwenye kihenge chao, mpaka sehemu wanayokaa, umeanza kuwapiga. Na sasa unatakiwa uamini hayo ili jambo hilo liwe halisi. Haleluya! Ule Ukristo wa kusema tu kwa Mungu naomba unisaidie, akasema yule mama nyie, akaanza kutaja majina. Mwacheni yule binti, mimi nisije nikauliwa huko. Mwacheni, anaongea ni binti. Mwacheni haraka. Ghafla yule binti akashtuka, akaniambia, baba, jamani, nilikuwa kwenye uvungu. Nikamwambia, mwanangu tulia. Anaongea yeye sasa. Ninawaza yule mama katokea wapi? Au yumo? Nikamwambia, binti tulia. Nikamwekea mkono kwa jina la Yesu. Mama na kuapisha, kama umo sema nimo. Kwa sababu wamo wangapi? Ndio unaelewa. Kumbe ndio maana Biblia inasema Mariamu Magdalena ambaye Yesu alimtoa pepo wangapi? 7. Kwa nini wamehesabiwa? 7? Kwa nini baada ya kusema tu alimtoa pepo? Kwa sababu kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa. Kwa nini? Hata kule kusema pepo 7, Mungu anatuonyesha kwamba mwili mmoja wanaweza wakakaa hata 7. Ndiyo maana tunaambiwa wale pepo waliomtoka mtu Mgerasi walikuwa 1000 ngapi? Maelfu. Waliokufa ni nguruwe wangapi? 2000, lakini ndani ya mwili mmoja. Nipomwekea mkono nimo na mimi. Namwambia sasa, umo unafanya nini? Nimetulia tu. Nilimwacha yeye aongee. Ulimwacha yeye aongee. Wakati wewe unaongea, yeye alikuwa wapi? Alikuwa ile sehemu ya kuongelea. Kumbe ndani ya mtu iko sehemu Ndiyo maana Yesu alipomwambia yule pepo, akamwambia yule pepo hivi, toka. Wewe ni nani? Akasema mimi ni Legioni, kwa maana tu wengi. Lakini pa kuongelea si ni pamoja tu, imebidi niongee mimi kwa niaba ya wengine. Umenielewa? Akasema nimemwacha pa kuongelea. Nikajua kweli kwenye brain, unajua brain ya mtu ndiyo inaongoza mwili mzima. Brain ya mtu kuna kitu kinaitwa respiratory center. Kwenye ubongo hapa, wangapi ambao wanakusanya nguvu ili wapumue? Hapo sasa hivi unapumua automatically. Kitu gani kinaongoza kupumua? Hebu jaribu kujiuliza. Kuna mambo ambayo unayafanya lakini hujui unayafanya. Kwa mfano kupiga kope. Nini kinaongoza kupiga kope? Kupumua. Uko tu na ukijihisi kwamba napumua, unaumwa. Kupumua hutaki kujihisi, unaendelea tu. Ukijihisi kwamba mbona napumua vibaya, unaumwa. Kuna kitu kimeingia si cha kawaida. Kwenye ubongo kuna sehemu inaitwa respiratory center. Kuna kasehemu kwenye ubongo kanachoongoa kupumua kwa mtu. Kenye ndio kanaongoza sehemu ya ubongo kanaongoza kule kupumua kwako. Ukitaka mtu asipumue unakachokonoa hako, anakufa hapo hapo. Kwenye ubongo kuna sehemu ya speech, sense of speech. Kuna kasehemu kanakoongoza kuongea. Ukikashika hapo mtu anakuwa Sasa mimi niliyesoma sayansi ndio naelewa pepo anasema sehemu ya kuongelea nimemwachia yeye. Umenielewa Umenielewa? Wamo 100 lakini anayeongea ni mmoja, ni Legion. Nikamwambia na kuamuru wewe, toka ukaingie kwenye mwili wako nje. Ukaingie kwenye mwili wako ulio nje, umwache huyu. Natoka, asante sana, natoka. Akatoka. Alipotoka huyu binti sasa amepaniki. Jamani analia, nilikuwa gizani, wameniweka gizani. Amekuwa gizani, anamtaja sasa Mama Mwanyoka, anawataja wale Mama Mwanyoka, Masawa, wapi? Msewe. Yaani Msewe
Pale ukifika Msee kuna kanisa la Roma ni mkono wa kushoto. Unaingia kuna mtaa wa Posta, sio mbinguni. Sio mbinguni, ni hapo. Sasa yule mama akaamka, yule binti akaamka, sasa anataka kukimbia. Nikamwambia tulia, ili mimi niende nje sasa nikamwangalia yule mama aliyeamka. Nikaenda pale nje, nafika pale namkuta mama ameamka. Sasa anisogelea mimi, sasa ananiambia, ananivuta, baba tusogee pembeni. Naambia no, naomba unisamee. Mimi sasa nimekasirika. Wale wakeshaji nikasema washa moto. Tukawasha moto. Nikamwambia huyu mama mkimbizeni, mumsindikize aende mpaka nyumbani kwake. Walikuwa kama watu 200. Tukamsindikiza kwa kumfukuza, kuanzia leo tusikuone kanisani, tunakusindikiza usiku saa 8 mpaka nyumbani kwako. Hajarudi mpaka leo. Kumsindikiza hasa kwenda na yeye mpaka nyumbani kwake. Tukaanza kumuuliza huyu binti, kule uvunguni ulikokuwa umekaa kulikuwa na nani wengine? Anasema mbona wengi tu. Akamtaja na mdogo wake fulani, mdogo wangu na yeye yuko uvunguni kule, na fulani na fulani. Ndio tukaanza kuwaita sasa. Ndipo ilipoanzia hiyo, naona kuita. Mnaita fulani njoo, leo anafufuka mwingine. Mlikuwa wapi? Mimi si ndio wa kule, wakifufuka wanafahamiana. Wewe tulikuwa wote. Huyu tulikuwa wote. Wewe tulikuwa kwenye ufungu wa pembeni, wewe ndio ulikuwa kiongozi. Kukawa na kundi la waliokuwa wamechukuliwa wanakaa eneo moja. Kimwili hawafahamiani, kiroho hawafahamiani, kiroho wanafahamiana, kimwili mili haifahamiani. Mwingine labda yuko Mbeya, mwingine yuko Iringa, mwingine yuko mahali fulani. Walipokuja wanafahamiana. Tulikuwa wote. Mmenielewa jamani? Mmenielewa jamani? Mmoja wao yuko mpaka leo, huyu Ebeneza unayemuona mnene huyu. Huyu Ebeneza yule. Ebeneza anakaaga hapa, si kama yuko leo. Ebeneza. Kwa nakwambia kitu ambacho hapo ndio tukaanza sasa. Kuwaita watu wanakuja sasa, kuwaita watu wanakuja, kuwaita watu wanakuja. Kwa hiyo unaweza ukamuona mtu kwa structure ya nje ni mtu, lakini kwa structure ya ndani sio. Na mtu sio nje, mtu ni ndani. Huu mwili ni mwili wa mtu. Sasa this is why, sikiliza vizuri. Kuna mtu anaweza kuwa kiongozi akashinda uongozi kwenye medani za kisiasa, lakini hana Mungu. Akishinda, wale wanamtoa yeye ili waje watawale wao. Umenielewa eh? Kwa hiyo unakuta Lucifer ana miliki za wanadamu na tawala za wanadamu. Na ndiyo maana Mungu anaitwa mtawala pia, kwa sababu Mungu pia anaweza akatawala watu kupitia mtu. Umenielewa? Umenielewa? Kwa hiyo unaweza kuwa umelogwa na mchawi wako ni huyo mnayekaa naye, kwa sababu umemchukua asiye. Ndiyo maana nikakwambia haya maneno kwamba unaweza kumnganiza mtu, twende kwenye mkesha, twende kwenye maombi ya kufunga, hata umuue hawezi kuja. Hata ungemwambia anapewa milioni 1 au milioni 10 hawezi kuja. Lakini pakipoa poa unamwona ndio yuko Mbeya anacheza, unajua pamepoa sasa. Pamepoa, mambo ni kama kawa. Hapa poi hapa. Narudia, hapa poi hapa. Kama unasubiri utasubiri mpaka mwisho wa dunia. Hapa poi hapa.